Na hatimaye katika sehemu ya 11 inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida. Wanaita Bad Guys na The King himself. Twende sambamba zaidi. Yake akasogeza friji. Resi akaambia ni muda wako. Kwamba julikani amegundua nini. Kagua. Alipogonga hapa inaonekana ni bodi, ndani kuna itika, kuna nafasi. Sogea, hiyo ni kazi yangu. Hapa navunja. Piga ngumi moja akatoboa. Jamani. Kweli kuna upenyo, wanachungulia ndani. Nini? Pitaki alipoingia akagundua vipande vya miili ya binadamu vimehifadhiwa kwenye friji. Ujamaa anauza viungo. Inabidi tuweze kumtafuta Lin na kuweza kumsaidia mapema. Inatisha. Na tukimpata mtu yote tuweze kumkata vipande. Hello, vipi? Andaa vifaa. Nitafika tu hapo. Mteja akishaweza kulipa kaambia poa, acha nikacheki. Mtu anaweza kupiga simu ndio anaweza kuhusika na masuala ya ukataji. Kwa Lin bado anaishi. Wichuda. Wakaanza uchunguzi polisi. Ni siku 3. Unafikiri mwanamke bado anaishi? Awe anaishi au amekufa, lazima tumpate mwanamke. Lakini kwa sasa tuseme kwamba mwanamke anaishi. Kama tuamini anaishi, tutapata njia pekee ya kuweza kumsaidia yule mwanamke. Haijalishi nini kitatokea. Unaenda wapi? Na kwenda kujaribu kwa njia yangu naweza kuijua. Pitaki akatoka. Alice akabaki pale na Sky. Wakiwa naangalia ile video, Wichuda aliweza kukamatwa Malin. Sky aligundua kitu. Alimwambia Captain, nini umepata? Ana akili sana. Kama ukiweza kumuona mtu anaumia, uenda ukakimbia ama kuweza kwenda kutoa taarifa kwa askari polisi, si ndio? Sasa basi, kuna jambo kagundua hapa kwenye video. Baada ya binti kutekwa, kuna mtu mwingine alikuja nyuma na hakuwa na hofu wala kukimbia, bali alielekea sehemu hiyo hiyo usika. Halisa kagundua pumbavu. Ina maana kwamba kazi ya kufanya mwenyewe, anamshirika. Wapo timu. Maeneo karaoke jamako kuna mademo anapiga kelele kweli. Pitaki akamfuata. Na maanisha kwa kila mmoja, lakini wewe kama usingeweza kuleta matatizo wewe mwenyewe binafsi, ungeishi maisha mazuri sana Pitaki. Binti yako ashakufa. Usitaki kuharibu maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Njoo kwangu na unisaidie kazi yangu. Unaonaje kuhusiana ile swala? Pitaki kapinda. Nyie wanawake tokeni hapa. Toka nje. Zungumzia masuala ya binti yake. Kampa. Pitaki nani? Chapa. Finya mno. Una shida gani? Nikwambie tu sintoacha kuweza kukupiga. Niambie hayo magenge yanatokea wapi? Kampa. Wako wapi watu? Pitaki ngoja. Pitaki inabidi uweze kujitoa kwa watu. Hao watu wana nguvu kubwa. Upasi kuwafuatilia. Usiingize mwenyewe kwenye matatizo. Unakwenda kuniambia uniambie. Poa nitakwambia. Ongea. Sasa unipe nafasi niongee. Huku kwa Edi. Ndugu yangu, utaki kuweza kuingia ndani namna hiyo. Kila
Usije unapiga piga kelele, funga mdomo. Ngoja. Kila wakati unanipiga tu mimi. Umekuwa mwenda wazimu wewe. Unanikera eti. Haya tafadhali kaa. Yake huyo kakutana na Eddie jamaa yake. Niambie unataka nikusaidie nini leo? Kwa nini nakupigia simu upokee? Nilikuwa na kazi za kufanya bwana. Kazi za kufanya na kati na kuona unacheza game? Ni ya kweli baba. Haya. Hii hapa. Ni kazi yako mpya. Sasa mbona hakuna kitu imeandikwa hapa, ni tupu? Geuza upande wa pili mbwa wewe. Sasa nimeelewa. Kupata cash money kwa afya yako na kuchekiwa afya ni $1,000,000. Ndugu yangu, unawaza lolote kuweza kujua nini? Unakwenda kuuza figo nini? Sio mimi. Sasa nani? Kiuza kiungo cha mwili umekuwa tajiri. Resi naye akapita njia yake kufuatilia ya kwake. Baada ya kupata ile wallet, ilimpa mwongozo ni ya nani na jina lake anaitwa nani na anapenda kufikia hapa. So, alifika. Hii ni hoteli. Wewe kila saa unaniambia nisubiri. Nisubiri kitu gani? Nitasubiri kwa muda gani? Nahitaji kuondoka sasa hivi. Achana na huyo mtu, mimi ndo nimekuja wa kwanza, nihudumie mimi. Angalia muda sasa hivi ni saa ngapi? Inakuwaje unafanya kazi taratibu? Sasa hivi ni saa 8 usiku. Gari yangu iko wapi? Nahitaji kuondoka. Oya Ming, vipi? Saa 8 hii. Bado hujafanikisha tu. Huyu mwanamke ndo mtaratibu. Res. Baada ya kuona vijana wametokea ndani naye akaamua kuweza kuelekea huko. Wamekuja hapo kwa shughuli gani? Kuna mmoja alimpamia. We, angalia unapokwenda. Akaelekea moja kwa moja mpaka bathroom. Sio mwongeaji sana. Yeye ni kuua tu. Na hafai. Wale takatupa huko vitu muhimu akabaki navyo. Unataka nikusaidie nini? Unawezekana kuweza kutengeneza kitambulisho. Wewe ni mtoto wa kahaba nini? Kwani unanipigia simu? Kakata. Baba, nipatie iced milk tea. Yaani chai ya baridi ya maziwa. Anatetemeka Eddie. Kaja akapigwa kibao na Yaki. Unashindwa kuact vizuri, unaakti unaofu namna hiyo. Nani atajua kwamba umekuja kuweza kuuza hapa kiungo? Watajua kuna jambo laweza kuendelea hapa. Sasa unataka mimi niweze kuact vipi? Nitaktije kawaida? Naogopa uenda wakatoa vitu vyangu vyote, viungo vyote vya mwili. Wewe unaogopa nini? Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Umsaidie nani? Usaidie makalio yangu wewe inakwaje? Mara ya mwisho ndio hivyo nilicheza mchezo. Nikakamatwa nikapelekwa ndani. Ukufanya chochote? Wewe ni mjinga ni? Kwani uko jela hapa? Takupiga, acha kupiga kelele za ajabu. Nafikiri ndo. Sasa sikiliza. Mimi nitakusaidia kwa mbali. Wewe bonga nao. Yesu wangu. Mimi nibaki hapa. Ndio. Kuna watu wanaweza kununua viungo vya miili. Kwa hiyo ukiweza kuingia nao kwenye mtandao kwamba unahitaji kuweza kuuza kiungo chako, unapewa pesa. Wao wanatoa tu. Kama ni figo, ini, ndio hivyo. Mbona hapa kuna harufu? Yaki. Nilikunya. Ulikupumbavu. Wapi? Si hapo uliposimama. Kwa takataka yako mimi nimeikanyaga. Baba amekata gogo, mjomba anatetemeka. Wajomba wakaja sura ngumu kama mtu tatu. Oya. Wewe ndo Eddie? Eddie anaogopa kufa. We. Kabidi kupotezea. Eddie ndo nani? Mimi nauza supu ya tom yum bwana. Na nimekuja hapa kunywa tu. Ina maana kwamba sio Eddie? Hapana, mimi sio Eddie. Mimi nimekuja hapa kunywa. Wewe sio Eddie Safi sana. Jamaa kamata simu, anapiga simu. Namba Eddie. Inaita pale. Wewe baba, pokea simu yako. Au sio kwako? Au ni ya kwako wewe? Pokea simu. Kwa hiyo utaki kupokea simu yako? Hivi kumbe ni ya kwangu? Samani. Namba yangu umeipataje mjomba? Anaogopa kufa? Vipi umebadilisha mawazo yako, inakuaje? Hapana. Unajua, nimekumbuka kwamba nina kisukari. Sasa kama nina kisukari, kunichukua mimi mnapoteza muda tu. Mtu mwenye kisukari, wewe una kisukari? Alafu unakunywa iced tea. Upumbavu. Si tatizo. Ndio.
Mimi nitafanya operation kwanza. Na nitachukua vile ambavyo na vihitaji, vingine ambavyo havinifai nitatupa. Ngoja. Nimwambia nina kisukari, msinichukue mimi. Eti kisukari pumbavu. Twende. Viungo vyako vinatusu. Oya tumfuatilie. Unaona ni wazo zuri? Kuweza kwenda huko. Twende acha ujinga. Kufuatilia ni wazo zuri. Sky yuko pande wake. Anaongozwa na binti. Wanamuita Alice. Naye kufuatilia kuweza kujua Wichuda ama Lin kapeleka wapi. Nipo eneo la tukio. Ni wapi nielekee tena? Wanawasiliana. Kwa binti alipita hapa. Sky anafuatilia mdogo mdogo. Maana ana akili mingi sana. IQ yake ni kubwa, 165. Si ya kawaida, ni akili kubwa zaidi. Hivi ndivyo Lin alivyoweza kukamatwa. Baada ya kuweza kupigizwa kichwa chake, jamaa akaondoka naye. Na kwa mwenyewe na maana kwamba alikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa akiweza kumsomea ramani. Nipo kwenye junction. Wapi panafuata? Binti anaangalia kwenye kamera. Security camera. Nenda kulia. Edi kakamato. Wewe ulisema unataka kuweza kuuza viungo, sasa hivi inakuaje unataka kuweza kubadilisha mawazo? Twende. Baba anafuatilia. Wale kule. Sasa unaniangalia mimi nini? Si ufuate. Yaki. Yuko una moyo mmoja. Sasa wazee mnanipeleka wapi? Nauliza mnanipeleka wapi? Hivyo kibonge una shida gani? Hamna kitu. Sasa kwa una active vitu vya ajabu ajabu. Mmenichukua ile eneo lote mpaka huku. Huenda baadaye nikakosa hata yani kujua sehemu gani pa kuweza kurudia. Anambia sikiliza. Wewe ni informant. Anambia hapana. Wa wapi? Wewe ni snitch eh? Twende. Tembea. Mnanipeleka wapi? Nyinyi wajinga ni? Huku kote ni wapi? Wewe kama unanusa na mimi pia nanusa. Tembea. Nimekwambia tuwekeane usawa. Sio unakwenda mbali namna hiyo. Mbona simuoni sasa? Watakuwa wamekwenda wapi? Tufanye nini kwa sasa? Wewe pita huko, sio huko. Pita huko, mimi nipite huko. Tumtafute Edi. Panda pili kwa Sky. Maana inaonekana watu wao wanauza viungo. Nao wanaweza kununua hivyo viungo, wanatokea wapi? Ni jambo zito eh? Hii ni kesi nyingine ambayo ni nzito zaidi. Na bado hatujajua kuhusiana ile kesi ya The Lin murder. Wapi nielekee? Hata sijajua maana hapo hakuna kamera. Sky akaamua kuweza kufanya kazi yake kwa ubunifu wake na akili yake pia. Akaingia kwenye lijengo. Na akaendelea na ukaguzi. Kumbuka ni 11 nazidi kusonga mbele. Wanaita bad guys. Watu wabaya. Kweli watu wabaya wako hapa. Kuna unyama wale juu. Binti kaifasiwa pandani. Lin, Wichuda. Lakini sijajua ni eneo gani. Ni kwenye hichi chumba au ni wapi? Katafuta kitu cha kuweza kuvunja hapa na kuweza kuelekea ndani. Akiwa na mashaka na ishemu. Kwani imepigwa kufuli. Ila alipoweza kuingia ndani kuna vyumba vingi. Fungua kimoja baada ya kingine. Na hapo na mawasiliano, wanawasiliana moja kwa moja na Alice pamoja na maofisa wengine kwa sababu kila mmoja yuko kwenye kazi yake. Captain, mimi nafikiri kabisa kwamba nilipoweza kuja ni sehemu tofauti. Alice naye pia alichanganyikiwa. Akujua watapata vipi mwongozo kwa sababu mtu ilionekana ameingia hapa. Aliingia hapa kufanya nini? Haijulikani. Res
naye anafanya mambo yake mdogo mdogo. Alipofika hapa na mabinti walianza kujishaua baada ya kuweza kumwona tu. Hao ni makahaba wanajiuza. Ndugu yangu, unahitaji gorofa gani? Chana. Gorofa ipi? Oh, inaonekana mara kwanza unafika hapa. Gorofa ya kwanza ni 500, gorofa ya pili ni 1200, gorofa ya tatu ni 2000 na gorofa ya 4 ni 2500. Ila ya juu ni bora zaidi. Unataka niweze kwenda gorofa ngapi? Sikiliza. Ikiwa umeuliza, nitakuandalia moja ambayo ni bora zaidi. Na utaweza kuikataa wala utaweza kukereka kabisa. Mara kuna binti amekuja ananiambia tafadhali nunua. Ninunue mimi. Wewe laana, toka huko. Hakupendi. Wewe ni kama mchafu. Nenda jana, mtoka hapa. Usijali kuhusiana na mwanamke. Tushampaga onyo sana. Wewe ni kama spare party. Anauzwa tu. Spare party? Yaani namaanisha ni sawa sawa na gari ambayo ni mbovu inaweza kuuzwa. Watu huchukua engine na vitu vinginevyo ambavyo vinatumika tu. Vibovu wanatupa. Kwa hiyo mkatae tu mwanamke. Subiria kidogo. Mimi sijaje hapa kwa ajili ya ngono au kutafuta mwanamke. Anaambia nimekuja hapa kwa ajili ya kufanya biashara. Biashara ya viungo. Maana alivyoweza kuambia spare party, yani yule mwanamke na maana kwamba baadaye atatumika tu. Atatolewa viungo vyake muhimu. Anaambia mimi nafanya kazi bora sana na uko sehemu sahihi. Ila nani aliweza kuambia uweze kuja hapa na kuweza kuniona? Kwa sababu kwenye industry nafanya vizuri. Bajong. Kumbe ni Leng. Pale pale akamdandia, kumbe ndo mhusika Kwanza ni kumbana. Piga vibanio. Sasa kaa kimya. Mtu kama wewe nikiweza kuuza nitapata shilingi ngapi? Resi anaga 2. Jamaa nafikiri aliropoka. Akatoka akapiga simu. Nimekutumia namba. Angalia location na unitumie. Ni nani huyo? Haikuhusu. Wewe ukipata nitumie. Kamaliza. Huyo ndo Resi. Hafai hata kidogo. Ondoka haraka. Fanyeni haraka mpaka maofisa waje na kuweza kuwakamata. Yake anafuatilia kwake huko. Hey, Yak, unaenda wapi? Huko polisi wenyewe wathubutu kuingia. Wewe utaingiaje? Unajua kabisa. Una matazo gani? Mimi sio polisi. Naruhusiwa kuingia ndani. Fanya unachokihitaji, mimi siwezi kuongoza naye. Sikiliza, TJ. Hivi unajua watu wanakuhitaji pindi baada ya hoja kuweza kuisha. Wanasemaje? Hawasemi chochote kwa sababu hawakukumbuki. Sikilize, mimi maisha yetu ni mafupi. Afu maisha yetu ni ya karne. Ila hatua zetu ni za milele. Ishi ukiwa kama legend. Ishi ukiwa unahadisiwa makalio wewe. Pitaki alipenda maneno sana yake. Safi sana. Unafanya nini hapa? Na wewe? Mimi nimekuja kuweza kufanya tu massage. Massage? Ndio. Inaonekana unapenda sana kuweza kubutua watu. Vipi unahitaji kuweza kujiunga na mimi? Ndio, bila shaka. Kwa muda mrefu. Kinachofuata siwezi jua, tukutane moja kwa moja katika sehemu ya 12:11. Nikwambie bye bye. Wanaita bye guys. Mashine bado inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida. Katika mikono salama, hakuna kinachoweza kuharibika. Kazi ni kwako. Ni follow kupitia namba za simu unazoweza kuziona hapo mbele ya screen yako. Na hapo utaweza kujipatia huduma hii popote ulipo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Nimekuambia ni kupitia WhatsApp na Telegram. Ni simple sana kuweza kupata. Na bei ni poa sawa na bure kabisa. Kazi ni kwako. Pia unawezekana kuweza kujiunga na group la The King himself. Kupata update, promo, trailer na ratiba zinazoweza kutoka kila wiki. Na kupata movie kamili utatumiwa kupitia link baada ya kuweza kulipia. Kwa hiyo kuna bei ya kujiunga na pia kuna bei ya kuweza kulipia kila wiki. So kazi ni kwako. Kila kitu ni rahisi. Mambo yote ni kiganjani tu.